And we are live right here on TikTok. Saizi nimejaribu kuchoose ile kitu yenye itajaribu optimize for quality of ile maybe speed, kitu kama hiyo. So karibu tena sana on this live. I am not sure kama mnanisikia. So kama mnanisikia mnaniambia tu. Kama mnanisikia, you can just share kwa chat. So my name is Moses, one of the people behind platform ya DHubSME.com. Ile platform yenye inasaidia wafanyabiashara kurun na kumanage biashara zao right from their phones. So niko hapa tu kujaribu share something with you, kujaribu kuona vile tunaweza saidiana. Ukiwa na swali unaweza uliza. Tuko hapa na hiyo DHubSME.com. Ukiwa na swali ya DHubSME.com unaweza uliza. Ukiwa na swali la biashara pia, you can talk about it, usiogope. Hapa niko tu hapa kujaribu shed light on zile biashara zenye mko nazo na mnataka tuzizungumzie, zile vitu zenye mko like, hey, you need to focus hapa kiasi. Mnasema tu and then I look into it. Kiasi tu nichukue miwani. Apparently sioni mbali sana nikiwa sina miwani. So for the very 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 first time mnaniona in my normal element. So kama uko na swali usiogope kuuliza, just ask. Let me take my miwani and then nikuje back to this live. Si ati natoka, by the way, ni vile tu na step back kiasi, niangalie miwani and then nirudi back in. Si tuko pamoja? Msiogope. Ni kuangalia tu miwani. Najua nikimove a bit far kiasi, mtakuwa mnanisikia kwa umbali. Nikimove a bit far kiasi mnanisikia kwa umbali, but msiogope. Kama uko na biashara, you can just mention them kwa chat and then nitakuwa able kuziread out aloud nikirudi hapo kwa live. So nikirudi hapo nakuja kuzisoma hapo live, but I'm just looking for my miwani. Apparently ilikuwa imeanguka chini, so miwani inaniallow kusoma mbali kiasi, kuona mbali kiasi. So asante sana by the way kwa kuniallow ni step back and then nirudi back in. Asante kwa hilo. Mwenyewe naitwa Moses, one of the people behind platform ya DHubSME.com. Platform yenye tulitengeneza kwa minajili ya kusaidia wanabiashara kurun na kumanage biashara zao right from their phones. So hapa tumeona kuna watu kadhaa ambao wanajoin this live. Nimeona some 1 2 3 amejoin the live. Nimeona pia Travis with WRK ametujoin pale. Pia kuna KK ametujoin pale. Kuna pia Blessings Wangoi ametujoin pale live ya TikTok. Asanteni sana kwa wale ambao wanatujoin. Kama uko na biashara, you can mention them and then Aoko pia anatujoin pale. Kamar anatujoin pale TikTok. So Carol pia ametujoin pale. Kama uko na duka au kama uko na biashara and you want them mentioned, you can let us know from the comments and then to share it with the rest. Liz Mwangi ametujoin pale live. Kama uko na biashara Liz, unaweza tuambia. You can say hi Liz. Kuna Bubai Handsome ametujoin pale. You can say hi. Liz, unatusikiza ukiwa wapi?
Unatusikiza ukiwa wapi? Kuna Freddy Omondi. Kama uko na biashara pia unaweza I'm glad to hear that Thika si mbali na penye tuko. Thika, uko na biashara around Thika, Liz? Uko na biashara hizo pande za Thika, ama unajua mtu mwenye ako na biashara hizo sides? Okay, Kate Atieno pia ametujoin pale. Kate Otieno pia ametujoin pale. Asante Liz kutoka Thika. Asante kwa kutujoin. Asante kwa kutujoin. Na pia leo tunajaribu kucelebrate wale wenzetu ambao wana graduate this Friday. Okay, kuna wenye wali graduate jana kutoka hapo KMTC, na pia watu wa JKUAT wana graduate leo. Niliona pia Obina ali represent hapo. So Liz ana request to join. Acha ni pin this. Let me pin this comment. Liz ana request. So request ya Liz ni we join hapo YouTube channel yake. To join YouTube channel yake inaitwa Liz Wamwangi. Let me check it out nione kama naweza subscribe saizi. Liz, huwa unazungumzia content gani huko nini YouTube? What content do you focus on? Hi Madabo TYs. Hi Madabo TYs, you can share something. Wewe pia uko na YouTube channel ama uko na duka, biashara, kitu kama hiyo? Okay, Liz, you do interviews. Let me check it out. Just saizi, let me check it out. So naiangalia saizi. Liz Wamwangi. So kama uko na something yenye unataka tu kuzimention, especially kama mostly ni hustle. Nimeona pale ni hiyo. Okay, siko sure, naona ni kama haishiki vizuri. Ni hiyo, si ndio? Ile the last one iko hiyo ya Mami Ngerethie. Yeah, so wale ambao wako hapa na ile ya kusapotiana, tuangalie hiyo nini channel ya Liz Wamwangi. Anafanya interviews. Nimeona amefanya 17 videos na zinasonga. So let us go and support her. Mawa Double, wewe unataka kumention nini kwa this live? Mawa Double, unataka kumention nini hapa? Lucky Pacha pia ako hapa. Lucky Pacha, unaweza sema hi. Nimeona unafanya mingi. Endelea, keep it up by the way Liz. Keep it up. Inaka interesting. I'll have a look at it tukitoka hapa. So keep it up. Yeah, napenda vile umejituma na una post ile umejituma, ile yenye una post ile long, si ile yenye umekatakata. So nafurahi kuona content kali. Utaanza kupeleka hapo Lin Mwangi mbio. Utaanza kupeleka Lin Mwangi mbio. Utaanza Lucky Pacha pia unaweza share something with us. Ukiendelea kukua hapa unaweza share something. Kama uko na something, uko na maybe hustle unataka kuimention. Wesley pia ametujoin pale live. So kama uko na ka hustle kenye unasonga nako, unatuambia. Tunajaribu kuimention, kujaribu kubuild not only
So for example, channel vile Liz channel yenye anafanya pia inaweza msaidia after some time, na tumeona ako mahali penye pia tukiwatch inampea support, tunaweza mpea support that way. Kwa wale ambao wako na duka, wale ambao wako na nini, pia tunawasaidia. Brolin karibu. Kwa wale ambao pia wako na biashara, tunawasaidia, tuna come through for them. Tunajaribu kuona vile tunaweza jenga Kenya na tunaweza jenga pia Afrika pamoja bila tunaweza jenga Afrika, tunaweza fanya hizo vitu zote bila hivyo. So nawashukuru sana kwa wale ambao wanatujoin. Kama pia uko na biashara, unaweza angalia hapo hiyo platform ya dhubsme.com, but most of the time nikiingia this lives huwa sitaki kufocus on that. Huwa nataka kujaribu kufocus on kuangalia wale ambao tunafanya nini, tunadunga hustles gani na tunaweza supportiana aje ili ziendelee kugrow. So tunaangalia pia hiyo mambo. Tunajua tunaweza fanya vitu zingine, tunaweza fanya kazi zenye tunafanya. Kuna other things zenye most of the time huwa nafanya during the week, but tukikuja live, besides kuzungumzia maybe platforms zenye tuna build, zile vitu zenye tunafanya, tunajaribu pia kuangalia vile tunaweza uplift wale ambao wanajituma, kama huyu Liz Mwangi. Tuende tuangalie YouTube channel yake, anafanya interviews hapo YouTube. So Liz Mwangi tuiangalie vizuri. Ahmed hapo kutoka Mombasa anatuambia kama unatafuta kazi na uko Nairobi, Mombasa, Murang'a, Nakuru, inbox me. Ahmed, ni kazi gani hiyo unazungumzia? Ni kazi gani? So una deal na kazi gani mostly? Ahmed, unaweza share, unaweza tuambia ni kazi gani hizo zenye you are focusing on. Ni kazi gani? Ni ya nyumba? Kuna Faith pia ametujoin pale, Faith Wamboi ametujoin pale kupitia kwa zile posts zenye tumefanya quite a lot of them, although most of them tunajaribu kufocus kwa kubuild hiyo platform ya dhubsme.com. But vile nimesema before, hii live ni kujaribu kushed light kwa wale ambao wanadunga hustles na wale ambao wanataka kuget their wase wengi waanze kufuatilia hustle zao, wapate customers, vitu kama hizo. So usiogope kushare your hustles hapa ili tuipe shout out. Hii community ndo inaweza kusaidia. Unaweza pata one of your customers hapa, na pia watu watajua more about vitu zenye unafanya. Hii content tukishatengeneza hivi, tutashare it, si tu hapa, tutashare kuna LinkedIn, tutashare Facebook, tutashare Instagram. So Liz the interviewer, tukishare hivyo anaweza pata more subscribers na inaweza support ile hustle yenye anafanya. So Ahmed, umesema kwamba kama mtu anatafuta kazi Nairobi, Mombasa, Murang'a, Nakuru, aku inbox. Hii ni kazi gani? Unaweza tuambia tu, unaweza share utuambie, okay, ni kazi ya aina fulani ndo tunatafuta, ili mtu akikuja pia akuwe na tunaelewa, akuwe anajua okay, naenda inataka mtu mwenye ako na degree, inataka mtu mwenye ako na certificate ama diploma. Unaweza share something, unaweza share more, usiogope. Unajua hii maisha, unafaa put yourself out there. Kama kuna kitu yenye unafanya, usiogope kushare, because kuna Waswahili huwa anasema timficha uchi hazai, although tunajua kwamba hiyo ni methali, na tunaweza iangalia kuna hii ile kama unafanya kitu na umejificha tu kwa nyumba, you're not sharing it out there, hauwezi pata mtu mwenye atasema nataka kuitumia. Maybe unaweza kuwa umekalia something yenye iko very important, yenye ita revolutionize maisha ya watu, itasaidia
maisha ya watu ikuwe rahisi zaidi. Kama kazi kupata inasumbua kiasi, George karibu. Kazi kupata huwa inasumbua, by the way. Ana pia ametujoin pale. So Ana pia unaweza share your hustle, unaweza tuambia una work aje, una work on nini, ili pia tujaribu ku shout it out. So kama una work on something, kama Liz vile ameshare about your YouTube channel yake, you just share it. Find a way ya ku get before your customers ama potential clients, waambie about it. Waambie about it, useme hey, I'm working on this and this and this, hivi na hivi na hivi, ndivyo inaweza kusaidia. So ukifanya hivyo, suddenly utaanza kupata watu wana come through for you, na si eti wana come through for you. So sometimes huwa tunaangalia hii mambo ya biashara, tunaanza kuangalia, for example, hii channel ya Liz tunaiangalia ni kama tunajifanyia, but most of the time hatujifanyi. Tunafanya ili watu wengine maybe learn something, learn kwamba okay, maybe kukiwa na hii unafaa kudeal nayo hivi. Hivyo ndo tuna learn, hivyo ndo tuna build each other up. So usiogope kushare what you are doing. Si ati unafanyia that person a favor, si ati huyo msee anakufanyia favor. Don't look it that way. Uangalie ni kama ukishare something, ukibuild something and then you share it out there, ianze kufeel like that person anakufanyia favor, akianza kutumia platform yako, akianza kutumia biashara zako, akianza kuwatch interviews zako. They are not doing you a favor. You're going out of your way to build something ili other people will benefit. So just by the fact that you're doing something not just for your consumption but for other people's consumption, means that you're not supposed to feel like you don't deserve your support. So kama kuna something yenye unafanya, if you're working on anything, haijalishi ni nini, just find a way ya ku get it before the audience. Find a way ya ku tell people about it. Hata kama ni ku join hizi lives na kuzishare. So for example, Liz Mwangi, kama uko I believe kama umekuwa able ku join this live uko YouTube, you can go subscribe kwa hiyo channel yake ya Liz wa Mwangi, uanze kuangalia hizo interviews. Na the more pia tunampea tuna come in. Kumbuka, ukienda kuwatch something, ukienda kuwatch content, ukianza kutumia hizi platforms zenye tuna build kwa biashara zako, ukianza kuwatch your content for your own consumption, ukijoin these lives, you're not doing it for me ama for Liz ama for Ahmed ukimuinbox upate kazi. You're doing it for yourself. Utakuwa entertained ukijoin maybe hii live. Okay, I'm not so much of an entertainer, so maybe nafaa kuweka hiyo disclaimer. I'm not so much of an entertainer, so but unaweza kuwa entertained, unaweza kuwa informed, kuna so many other ways zenye unaweza benefit when you do some of these things. So kama una build, if you're a builder, Cindy C karibu. If you're a builder, usiogope kushare what you're working on with other people. Now when other people support your work, they're not doing it for you. Jaribu kuensure kwamba whatever that you do una provide value yenye itaenda beyond what itaenda beyond. Na by the fact that una share YouTube for free, aulipishi mtu. Najua hata kama acha tuseme unalipisha mtu, that one person akienda akilipa akuja watch, kutakuwa na something yenye atapata out of that interview, kutakuwa na something yenye atapata out of that conversation yenye hangepata kama hange join that conversation. So usiangalie ni kama watu wanakufanyia favor when you do these things, when you build. So never sometimes what most of the people wenye tuna build huwa inafika point fulani unaanza kufeel like you're not good enough. Unaanza kufeel like
You don't deserve. Unaanza kufeel like I mean hiyo what tunaita imposter syndrome. Unaanza kufeel like see, I cannot share this because haiko poa, haijafika ikuwe poa. But unajua, yeah, so don't wait for that moment. By the fact that ume go out there, atumeanzisha biashara, then unaogopa kuambia marafiki about them. I mean, how marafiki, they can be your first customers. So tell them, waambie, hey, I'm working on this, come through, come na si eti ukikuja unifanyie favor, come na unipe feedback, uniambie hey, una work on this, iko poa, but kuna haka kakitu kenye unaweza work on ikuwe even better. Una get? Na marafiki tusikuje peana feedback, saidia, ambia hey, hapa unaweza fanya hivi uimprove, ukuwe even better. Vile Liza amesema hapo ni ukweli, by the way. Hiyo kutojiaminia, no one will ever believe in you more than you believe in yourself. Hakuna mtu mwenye atakuja ati anakuaminia kuliko venye unajiamini. Kama hawezi jiamini hata kwa interviews, most of our siblings, our brothers, sisters, cousins, our sons and daughters, tuna graduate leo. Si kutaka leo na hii wiki yenye inakuja, sitaki ikuwe ni time ya kuwapea advice, because sometimes hizi advice zinafanyanga inaanza kufeel like graduation si kitu kubwa, na umefanya something yenye iko very important. I mean, umeachieve something yenye so few people are able to do ama are able to achieve. So because of that, sitaki kwenda kwa advice mengi, but what you've done ni incredible. Endelea ukitoka hapa hii mwezi yote, just celebrate yourself. Just take your time to look at what you've done for 3, 4, 5, 6 years zenye ulikuwa campus. I mean, you did incredible. Kugraduate si kitu rahisi, so just spend some time to celebrate yourself, ku take in ile feeling ya nimegraduate. And then never allow anyone to put you down, especially kama umemaliza shule. Never allow anyone to put you down. Haijalishi ni nani, haijalishi ni pero, sister, haijalishi. Don't allow anyone to put you down. But most importantly, I repeat that, most importantly, always believe in yourself. Believe kwa hiyo ability ya you can do something and share it with the world. You can isikuwe ati opportunity inatokea unaanza kukua like hapana. Don't usianze ku look back inward, uanze kuangalia. Don't look at your inefficiencies ama deficiencies. Look at what you can do kwa any situation. What can you do? What can you put out there? Now, hakunanga kitu chenye huwa kinaanza kikiwa perfect. Everything that we do, everything yenye huwa tuna engage in, huwa inaanza na kuna ile learning process. Kuna ile yenye sasa ukipewa iPhone 3 ama 4 na iPhone 17, most of us hatutataka iPhone 10. Acha tuachane na iPhone 4. Most of us hatutataka iPhone 10. Most of us tutataka the latest one. And yet kulikuwa na time yenye kukuwa na iPhone 10, okay, haikuwa inaitwa iPhone 10, ilikuwa inaitwa iPhone X. For most of us, hiyo time yenye iPhone X ilitokea, it was the best thing yenye it could have happened to us. Ilikuwa the best thing kabisa. The best feeling yenye ulikuwa nayo ni ile yenye unapata ati umenunuliwa iPhone 11 Pro Max. Wase wenye walikuwa wananunuliwa hiyo time walikuwa na feel like wako on top of the world. Wao ndio wana rule hizi streets. But saizi ukinunulia mtu iPhone 11 Pro Max, anaanza kuwa like hapana, na kuna iPhone 17 umecheki. So by the fact that hata Apple yenyewe, hii kampani kubwa, inaendelea kuimprove every year, inamaanisha kwamba
perfection huwa ikuwi ni something yenye una achieve, ni something yenye una pursue. Ni a pursuit yenye utapursue mpaka ile time yenye utakufa. Hautaifika ile point yenye una feel like nimefika. Every time una feel, by the way, so me ni fan huwa nasikiza music sometimes. Kuna a lot of things zenye niko na interest in, na kwa wale ambao wako kwa music ama wana watch hata interviews ama vitu kama hizo, the moment unaanza kufeel like umefika, the moment msee anaanza kufeel like mimi penye nimefika, I have made it. Sometimes hiyo ndo moment yenye unashuka. Ile time una feel like umemake it, hiyo ndo time yenye unajipata unashuka. Ile time yenye unaanza kufeel like nimekuwa perfect, hiyo ndo time yenye watu wanakuwa like utashuka chini. So in everything that we do, acha tukuwa na ile humility ya kuangalia situation na kukuwa like okay, nimefanya hii, what do I need to do to improve? Hata kama umekuwa fiti, what do I need to do to improve? Si lazima improve by a large percentage. Hata ukisema tu una improve by 1% every day, 1%. Okay, tukisema every day inaka maybe ni too much pressure. Hata tuseme 1% every week. Ile nyotu unakuwa like ukishafanya hii time, next time utaifanya better, next time utaimprove hii aspect, next time utakuwa like okay, nikienda live nafaa kufanya hii na hii na hii. The moment unaanza kuangalia to yourself, don't look at the deficiencies zenye ulikuwa nazo before. Look at your strengths, now what you can do to improve on the strengths, to build on your strengths. Okay, sometimes tukiwa shule, ile ukikuwa shule huwa tunaambiwa kwamba work on your weaknesses, uanze kuimprove maybe biology, physics, maybe hizo si subjects zenye unabambika nazo. Sometimes we tend tunajipata tunaanza kuspend more time kwa our weaknesses, tuna ignore our strengths. But sasa tukikuja kwa world, tunafaa kuangalia vile tunaweza improve on our strengths. Tunaangalia okay, what do I need to do ili next time nikuwe better? Si size yes, yenye ulifanya jana iko sawa, yenye ulifanya jana iko perfect vile iko. Pato karibu, yenye ulifanya jana iko sawa venye iko. Don't look to ati inafaa yenye hiyo jana iko sawa. Work on what will come kesho. Work on next time nitajaribu kuangalia audio, nitatafuta maybe hii, nitafanya hii. Before you know it, you'll be someone mwenye tutakuwa tuna celebrate hii Kenya. Na si Kenya tu peke yake, across Africa. So never underestimate what you can do. That is all that I can say leo. Leo ni Friday, najua kesho kuna wenye tunaenda church, na Sunday pia tunaenda church, tutasikiza hii maneno sana. But unajua a preacher anaweza preach, mimi pia naweza share, but the buck stops with you. When do you decide vile hii mambo itakuwa? When do you decide mahali penye your future itakuwa? It's in your hands. My principal nikiwa high school back in 20 uko nyuma, sitaki kusema the specific time, but uko nyuma alikuwa anasema na ni something yenye nimelive with up until this point. Alikuwa anasema if alituambia, so haikuwa ni more of anasema, ilikuwa ni more of anatuambia. Alikuwa like hiyo time tumejoin ni form 1, bado tuko confused, ile tuko sure kama tunaweza fit in kwa hii shule. And then the principal akakuwa like I want you to point to yourself and then museme here, if it is to be, it is up to me. So basically hii time yote tulikuwa tunasoma primary tuki-expect tunataka kwenda kwa shule kubwa, and then the moment tunafika kwa shule kubwa
tuna expect kupata zile magical things. Tunajaribu kuona okay, ni nini huwa inakuwa kwa hizi shule zinafanya wanafunzi wanapita, but then tunaingia huko, principal ako like it doesn't matter, haijalishi penye huko, hata hii miti iko kwa hii shule, hata hii kanisa iko kwa hii shule, it doesn't matter. What matters is what you do, what you're doing kwa ile space yenye umejipata. That is actually all that matters, what you're doing in your space. So if it is to be, it is up to you. Take responsibility ya kusucceed, take responsibility ya ku achieve